Haya, ndivyo hivyo tushafika mjengoni kwa masuala na spoti. Nakwambia kwamba ukituona jua kwamba this total football. Hakuna mengine na kuchambulia soka inavyofaa siku zote. Na niita Jembe la Spoti namba 7 mgongoni Cornelius Anzigari. Nami hapa naitwa Basi, mshabiki mkubwa wa Manchester, timu kubwa duniani, niite Papa Ida. Nami ni Owen Kemei. Mzalendo Andrew Kasaya hapa. Wengi wanapenda sana wataka kujua timu yangu, lakini tuiacha hiyo. Unaogopa kuitaja. Tuiacha hiyo. Unasikia kwamba watetezi wa United jishabiki wa kubwa timu gani? Mbona unaogopa kutaja timu yako kama yafanya tu vyema? Mbona kile kitu ambacho mimi najua nilisema ya kwamba timu kubwa itajua mwishoni mwa msimu. Mwisho wa msimu kama hauna kikombe basi wewe si timu kubwa. Na kama hujacheza finali yoyote na wewe si timu kubwa pia. Timu kubwa zinaonekana kwa big stages. Unajua unacheza finali lakini upigwe. Tumesema timu kubwa zinatoka kwenye big stages. Kama hujafika kwenye big stage bro tulia. Lakini itamata umeenda na nini sasa? Anajaribu kulazimisha hali ya mgunia iwe ya mkeka au hali. Unajua unaweza fika finali lakini utoke mikono mitupu. Unaona lazima kuna hali ya Grimsby kwa Chelsea lakini haitakuwa. Unajua tumesema kwamba big stage, when you talk of big stage, angalau utatuzwa. Kuna kitu utapewa. Lakini hakuna timu itakuwa kubwa kuliko Man U. Man U acha tuendelee kuwa timu kubwa duniani bwana. Timu ona you lead as example. Hakuna mtu siku atakukumbuka tulifika finali. Wewe unakumbuka ukishabeba tani. Hivyo unajua we lead as example. Na timu ambayo nataka tuzungumzie zile ambazo zina lead as an example. For example, kule Manchester jana kumepigwa mechi. Ugan Etihad. City amekuwa anapiga ama na garagaza jamaa na Crystal Palace. Yalionekana ya kuonekana. Lineup ikitoka sana walipiga makofi wakaposti kwenye mitandao wakasema Haaland hayupo, Chaki hayupo, Arian Doku hayupo, Gonzalez hayuko, midfield ni Atunur, wakasema mengi sana. Umesema Arsenal sio inacheza lakini ilikuwa imefurahi. Ilikuwa imefurahi. Lakini mimi naona Guardiola anapenda kurisk. Si kurisk, ni kuaminia player wake. Hapo ama jamaa analipwa, wanalipwa mshahara. Kwa mashabiki wa Arsenal tunawaambia usiwahi hesabu vifaranga kabla mayai hayajaguliwa. Sasa mlikuwa mna celebrate nini? Haya, lakini ni kweli ilifana kwa maana kipindi cha kwanza tayari magoli mawili. Unajua ukiangalia mabao yalikuwa yanafungwa kule Etihad, uchungu unaenda Emirates. Mabao yanafungwa Etihad, uchungu unaingia Emirates. Tena unapitia mlango wa nyuma. Kwa lazima hata wajifanya wanajikaza napita mlango wa nyuma inaingia. Arsenal tayari wana alama 2 juu. Sijui kama mnakumbuka kitu kimoja. Chelsea, wacha tuachane na Chelsea. Manchester City ishawahi beba kikombe kwa mechi ya mwisho wa msimu. Nakumbuka City alikuwa anapiga dema na Aston Villa. Liverpool alikuwa ashatangazwa bingwa. Akakuwa amepigwa mabao 2-0. Ike Gundogan akabadilika kwa Lionel Messi. Mabao ikaishia mangapi? 3-2. Mwisho wa siku Manchester City kabeba kikombe. So don't underrate anything. Mtulie. Kusema kweli mtulie. Mechi ya jana imenitia uoga. Anything can happen in football. Na tulisema vizuri mshindi atapatikana tarehe 24. Tarehe 24. Hapo ndo tutakuwa mshindi nani? Najua Aston Villa usitarajia. Lakini pia Monday ndio kwa wakati huo mkizungumza Juma lilopita mkizungumza singewaamini. Lakini saizi ushaanza kuona kama sisi manabii wa soka. Ushaanza kuwa nabii wa soka. Tunajua Walker kama captain wa Man City angefurahia aone timu yake ikiendelea kung'aa. 9-10 tutakuwa naangalia tarehe 24 Mei ikifika. Tumeangalia kwenye EPL tumefika ukingoni. Imesalia mechi 2 peke yake. Mechi 2 tu pekee. Kila mmoja atakuwa anapiga mechi 2. Hizo mechi 2 pia zitakuwa zinafanya uamuzi mkubwa kwenye Europa League qualification, Champions League qualification, Conference League qualification na pia relegation. Itakuwa inaamua kwa relegation ya Tottenham pamoja na West Ham. Pia kumaanisha kwamba hizo mechi 2 bado ni za muhimu tena sana. Za muhimu sana hizo. Kwa kila timu ambayo inajua umuhimu wake. Arsenal inahitaji kushinda mechi zao zote kupata ushindi. City inahitaji kushinda mechi zao zote na iombe Mungu Arsenal ipoteze alama. Kuna wale ambao wanataka Chelsea qualify popote, lakini sasa sisi kama Chelsea hatungojei mechi 2 kuqualify. Tunapita mlango wa nyuma Jumamosi. Tunapita hivi tunaingia Europa. Langu jicho tu. Amjui Pep Guardiola kusema nini. Yaani mnasema mtanyang'anya Pep kiliko. Unajua Pep amepoteza FA finali 2 zikifuatana. So hii tuone weekend hii anapoteza mara 3 ikifuatana. Alipigwa na United ambaye alikuwa hadi hayuko kwenye form yoyote ile. Simba yuko mawindoni. Simba yuko mawindoni. Na tungoje itakuwa saa 11. Kabla saa 11 dakika 30 tutakuwa tunazungumza mengine. Mtulie. Joao Pedro ni mwamba. Na hiyo finali tutakuwa wapi?
Nitawapanga. Papa Ida anajua. Najua pia. Papa Ida anajua makazi ya miamba. Anajua miamba tunakaa wapi. Hakuna mtu kuhepa hapo. Hakuna mbuzi kuruka kamba. Hakuna kujihepa ati unarudi kina umana unaingia mitini hamna. Papa Ida anaelewa hii story tunakalia wapi. Na hata nafikiri finali ya tarehe 30 pia tutakuwa mahali. Tutapanga. Ndembele kibeba. Sema ndembele kibeba. Ni watu watulie tu kwenye Facebook page za kwetu. Tunasema kwamba wanakuwa informed na pia sikiza Radio Mambo upate habari zaidi. Tunajua kwamba finali ya Champions League mtu anapigwa tukiwa wapi. Sasa nimeona kwamba washatoa player of the season nominees, wametoa coach of the season nominees. Sasa nataka tuangalie. Na mniambie kulingana na nyinyi. Pia wasikilizaji watakuwa wanatuambia kwenye comment section kuna nini na watazamaji kunani. Mnaona nini? Unajua kuna mtu ambaye atasikia audio lakini hata watch video. Maana atakuwa na glass kama nani. Sawa. Player of the season ni wachezaji wangapi? Wachezaji 8. Mchezaji wa kwanza na best team in the whole world. The biggest team in the whole world. Ambayo haionyeshi mifano ya kuwa the best lakini ama the big. Haina neno maana si kila mmoja ambaye ni mkubwa kwao anaonyesha mfano, pia lazima anaonyesha mfano kumuliko mkubwa. United imembeba Bruno Fernandes, shambulizi wa kati. Alafu kuna beki wa kati wa Arsenal unamwita Gabriel. Wengi wanamkubali sana maana kwa shughuli zake. Mwingine unamwita Morgan Gibbs White. Alienda Tottenham akamaliza medical akakuwa signed akarudi. Amekuja amekuwa nominee player of the season wakati Tottenham inahangaika kwenye relegation zone. Erling Haaland, huyu ni mwamba, top scorer. Ndani 3 consecutive season. Hatishiki. Mwingine huyu ni mnasa ni jiwe. Unamwita David Raya. David Raya mimi namkubali. Mwingine hapa ni Declan Rice. Ni anapiga ni mchezaji ambaye anapiga safu ya kati ya Arsenal. Alafu utamuita Anthony Semenyo. Anthony Semenyo sijui mbona yuko hapa lakini yupo. Alafu namuita Igor Thiago ambaye ni second top scorer wa ligi msimu huu. Licha kuwa anacheza kwa timu ambayo ipo chini Brentford lakini second top scorer. Sijui mnaona vipi hapa? Nikiangalia kwa hii orodha naona Manchester ametoa mchezaji mmoja, Arsenal wametoa wachezaji watatu, Manchester City wametoa wawili, Brentford imetoa mmoja. Sijaona Chelsea hapa. Haijatoa? Lakini mimi nitarajia iweje Manchester wachukue wachezaji wazuri, kwa mfano mchezaji kama Bryan Mbeumo na replacer wake apatikane ila yeye hapatikani. Unajua player of the season wanaangalia vitu vingi sana. Bryan Mbeumo ana chochote cha kuonyesha kwa player of the season. Tukiangalia mabao na assist niliwaambia kwamba Joao Pedro hakuna mshambulizi wa timu ambazo nitakutajia United, Arsenal, Man City ukitoa Haaland peke yake na hizi timu zingine ambazo anamzidi mabao. Maanisha kwamba huyu jamaa anaonyesha mchezo mzuri na ni mtu ambaye anajielewa. Sijui kama unanielewa. So Joao Pedro kwa list. Haje kwa list. Maana anasema kwamba kuangalia player of the season naangalia vitu vingi sana. Na ukiangalia goal of the season Pedro amekuwa nayo. Joao Pedro ataenda nayo. Dhidi ya Liverpool. Haikuwa Liverpool. Ilikuwa Nottingham Forest. Mechi ambayo tulipigwa matatu. Lakini wa bicycle kick itachukua, hata itakuwa Pascal, inaitwa Pascal ama Pascal. Imewekwa kwa itachukua. So itakuwa kwa list. Hata yeki kwa list. Wataweka tu kwa sababu ya kuweka lakini watakuwa wanajua matokeo inaenda wapi, wanajua. So Bruno Fernandes mimi kwangu kimimi nataka nichukue wachezaji wawili niende nao kama player of the season. And I have all the reason to do that. Kitu cha kwanza na Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ameamua matokeo ya United tangu msimu uanze, amekuwa muamuzi wa matokeo ya United. Bruno Fernandes amepiga assist mingi kuliko yote ile. Si assist tu lakini bonge za assist. Ukiangalia position ya kwake, wakati unamhitaji kwa defending ana defend. Wakati unamhitaji kwa create chance ana create. Wakati unamhitaji timu inafaa iwini kwenye free kicks anakupatia ushindi wa lazima. Mimi mniruhusu kwamba Bruno Fernandes, kati ya Bruno Fernandes na David Raya, hawa wawili nafaa toke na hii golden boot na hii play of the season. Si kwamba simpendi Haaland amefunga mabao, si kwamba simpendi Igor ni mzuri, si kwamba simpendi Gibbs White ni mzuri, lakini lakini Bruno Fernandes pamoja na David Raya nina kila sababu ya kusema kwamba mmoja wao akichukua people will be fair. Kama si Raya West Ham ingempiga vibaya sana mwana Arsenal. Kama si Raya Everton ingemkatakata Arsenal. Hao Raya, Bruno Fernandes mimi na wao hadi siku zote.
Na nikichangia hapo mwenzangu, wacha niweke sasa ushabiki mbali. Nimesema mimi mchezaji wa Manchester lakini niweke ushabiki mbali. Sasa basi siongee kama mshabiki wa Manchester. Hapa ni maoni tu yangu. Ukiwa shabiki hivyo mimi nakimia kabisa. Naongea tu kivyangu sio kishabiki. Naongea kama mashabiki wa Ukiangalia kusema kweli Bruno Fernandes amesaidia Manchester United pakubwa sana. Ukiangalia kuna msimu ama kuna game unaweza pata wachezaji wote morali imeshuka chini, lakini kila mara Bruno kama nahodha anawaambia pull up. Unaona kuna mechi ako nyuma ameenda mpaka kusaidia defense. Kimeumana. Kama si Bruno Lamens anaokuwa huko. Unaona? So Bruno nasema hivi, Bruno anafaa apewe nafasi. Na tena nikiungana nawe tena David Raya. Si eti naipenda Arsenal sana ama naichukia Arsenal, lakini Raya anafaa pia. So hawa wawili wataangalia nani anafaa sana. Ukiangalia Raya amebeba Arsenal sana. Na ukiangalia pia Raya kwa mashindano ambayo yanaenda kukamilika tarehe 20 ya Champions League ya. Raya amebeba Arsenal wanaenda hapo unbeaten. Kwa hizo mechi zote kutoka kwa makundi, semis, robo mpaka hapa tunaenda kwa finali. Wanaenda unbeaten. So Raya amebeba Arsenal sana. Pale ambapo hamfai. Angalia pile mechi ambazo mmekuwa mkicheza hizi za kama FM mlieka Zebalkweta. Zebalaka alifanya nini? Mlimlia sana. Hiyo mechi nilikuwa nafuatilia, mlimlia sana. Lakini so, Raya all the way. Asante. Kwa upande wangu ndaungana na wenzangu. Bruno anadeserve. Amefunga mabao karibu 8 na assist karibu 19. Bruno amefanya kazi kubwa, amejituma, amesaidia Manchester United imeweza kuqualify msimu ujao watakuwa wanacheza Champions League. Bruno anadeserve. Yeah. Pia Raya amejituma but Bruno. Bruno the way. Kwangu mie nianze na si kwamba mimi ni mwana Arsenal, lakini nianze na Declan Rice. Nimeangalia Declan Rice ni center midfielder. Lakini Declan Rice amekuwa akifanya kazi kubwa sana katika defense na attacking ya Arsenal. Msimu huu nimeangalia clean sheet ambazo Raya ameenda nazo. Gabriel Magalhaes wamesaidiana sana na Declan Rice. Licha kwamba yeye ni midfielder au ni beki wa kati, amekuwa akikaba sana nyuma. Ukilinganisha kwamba timu ya Arsenal saizi haina DM. Ndio yupo lakini kiwango chake kimeshuka. Namzungumzia Subimendi ambaye kwa mara nyingi wengi wanamjua kwa mambo yake ya miss passes. Kwa hivyo nampigia upato wa Declan Rice. Na kana Declan Rice bila kupinga, acha nimweke Bruno. Na najua ukichukua tu Bruno mweke Declan Rice yako mabao shughuli imeisha. Maana kama ndio mwamba wa midfield ni Bruno Fernandes ndio mwamba wa midfield. Nakubaliana 100% nampa. Sasa nani nikasema kwamba kitu ambacho mimi kinanifanya ni simrank sana Magalhaes ndio kwa anacheza vizuri. Nasema kwamba defense ya Magalhaes this time round imeleak sana. Kama CEO David Raya. Raya anafika mahali anakuwa player of the match wakati ama defender. Ukiona goalkeeper anakuwa player of the match, defense ina leak. Ukiona player anakuwa gola anakuwa player of the match, nakwambia kwamba midfield DM imeshuka. So makosa yanafanyika mingi sana na Raya amekuepo kwa ajili ya Arsenal. Kama ni lazima mchezaji wa Arsenal achukue, wacha Raya aende nayo. Kama ni lazima, wacha aende nayo. Na by the way Arsenal itakuwa inaenda ku finali kama conceded only 6 goals in the season. Lakini hata ukibeba hivyo si kitu mgeni. Chelsea ikibeba 2021 wali conceded only 4 goals, kumaanisha kwamba Chelsea watayari wamefanya hicho kitu na hawezi wakavunja historia ivunje. Sasa Arsenal watakuwa mazani beaten. Shida unabeba nini? Shida unabeba nini? Kombe. Si kombe. Kombe la nini? La masikio mareo. La nini? Nani chochote kinawezekana. Fanya nakwambia breaking virginity is very hard. Msifikirie ni rahisi kwamba uliza PSG ilifika finali kadha wa kadha, City ilifika kadha wa kadha ikipigwa. Arsenal ni finali ya pili ama ya tatu? Hii ni ya pili. Wamefika finali moja tu pekee. Ilikuwa ya pili wakati walitolewa na mwaka 2006. Mbili haiwapei. Wakipigwa na Barcelona. Mbili haiwapei finali. Mbili haiwapi. Sawa Arsenal kidogo all the best. Sawa. Sitakuwa tunafikia pale bana. Tutakuwa endelea kufuatilia Radio Maamba, endelea kufuatilia fan page za kwetu. Yangu ni presenter Cornelius Sanzigare Facebook.
Ukienda YouTube presenter Cornelius Anzigari, ukienda TikTok presenter Cornelius Anzigari. Nami hapa basi nifuatilie kwenye mitandao za kijamii. Tukianza na Facebook Papa Ida, au ukikuja pale TikTok Papa Ida Journalist, YouTube Papa Ida, na utakuwa unapata pale tusemezane mengi sana, ikiwa ni hapa ndani ya mjengo wa Radio Mambo. Pia mimi unaweza nifuatilia pale FB kama Owen Kemei. Ndio, Facebook ni Mzalendo Andrew Kasaya, YouTube Mzalendo KW, TikTok Andrew Kasaya, na vile vile mitandao zingine za kijamii Andrew Kasaya. Haya, majina bado ni yale, hayabadiliki, hayafanyiki chochote. Tupatane bana kule wanasema kwenye finali kule Wembley. Home of final. Sawa, inshallah kesho tutakuwa na mengi kuhusiana na finali ya Jumamosi.